Zinakujaga taarifa tu Kirungi sasa hivi mtoto wa 4 5 huyo hapa. Mzee wangu umeweka kitu gani hapa katikati? Sasa mimi si maestro. Mimi maestro striker. Yani mimi maestro ni yani kama unavyoona De Bruyne yani. Hadi haikuletea shida kuona kwamba unaonekana ni mtu fulani ambaye labda unaweza kuwa na mahusiano na mtu ukishapata naye mtoto kila mtu anaendelea na shughuli zake? Hapana. Mimi nina shida moja. Kwa nini napata watoto? Kwa sababu nikikaa kwenye mahusiano na ganda hapo unajue. Usio unaelewa na ganda kweli shehe mpaka nije kutolewa hapo ndio maana yake unakuja tumekulewa nishavuna. Unaelewa? Kwa hiyo sometimes tunakuaga kwenye mazingira mazuri ya upendo na mapenzi ya dhati kabisa. Lakini mahusiano ya ujanani yana mieyusho mingi sana kwetu sisi ambao tunafanya sana. Okay. Unaweza kuwa real kwa mwanamke lakini mwanamke akatake advantage kwamba huyu msanii. Lakini huyu msanii kwa sababu kuna mieyusho ushakutana nao. Kuna mwingine anakuja kwenye maisha yako ambaye yuko real kabisa. Ila wewe unaona wewe naye umekuja hapa kwa sababu mimi msanii. Kwa hiyo inakupa wakati mgumu, humjui nani ambaye ni wa kweli kwenye maisha yako. Kumjua anayekupenda kweli ukiwa unafanya mambo ya muziki na changanyaga sana. Anatokea kuna mwingine anakupenda kabisa, unaona kabisa huyu ananipenda. Lakini kichwa chako kinakwambia huyu anakufuata kwa sababu wewe unaimba. Anazuga huyu. Sio, unanielewa. Lakini kuna mwingine na wewe unampenda ila anakuletea mieyusho kwa sababu wewe ni msanii tu. Sio, unanielewa. Kwa hiyo kuna changamoto nyingi sana. Sipendaki sana kuongelea mambo yangu mimi na familia zangu. As long as tunaongea vizuri, vijana wetu wako poa na sisi tuko poa, maisha yanaendelea. Ni tukio gani ushakutana nalo kwenye mapenzi ukaona kabisa kwamba kuna muda bora tu tufanye shughuli zinazotuhusu? Mimi matukio ya mapenzi nimekutana nao mingi, nimechapwa mengi. Tukio moja ambalo kwa mtu ambaye anatusikiza sasa hivi, na of course tunaelekea siku ya Valentine, kidogo watu wakajua ni kwa namna vipi mapenzi ukialetea mieyusho yanaweza kukuvuruga vile vile. Nakumbuka zamani sana kipindi niko ya moto. Nilikuwa na date na msichana mmoja mzuri sana. Nilikuwa bado mdogo ndo nakuwa hapo. Nilikuwa kama 19 20 fulani. Bado dogo. Moto sana. Damu ndo nachemka. Kwa nikaingia kwenye mahusiano na binti mmoja hivi. Anaitwa Lilian. Namkumbuka. Namkumbuka. Alikuwa mambo yake kama tomboy hivi. Kwa hiyo mimi nilikuwa nampenda sana. Na nakumbuka ndo alikuwa msichana wangu wa kwanza kumpeleka nyumbani. Na kuaga na haraka kupeleka watu nyumbani. Kwa alikuwa ni msichana wangu wa kwanza. Alikuwa na mambo ya kama kiume hivi kama kike. Kwa hiyo nilikuwa namzimikia sana, nikana jitahidi bwana vaa magauni basi kidogo. Yaani kuna namna ukikaa hivi unakuwa mieyusho. Sasa nilikuwa sina gari na rafiki yangu mmoja anaitwa Mudigu alikuwa na gari yake moja inaitwa Opa. Nakumbuka sikio nilienda na ile Opa. Nikamkuta gym pale Ilala pale. Kuna maeneo Ilala pale nyuma. Kuna chuo pale cha DSJ. Sasa pale nafikiri kwa nasoma chuo afukapanga kwa pembeni hivi. Kwa nimeingia kule nyuma nikamkuta kulikuwa na zile gym za nje. Unajua kuna gym fulani mashikaji wameamua kutengeneza vyuma nini na nimemkuta kamkalia mchizi afu mchizi anapiga nondo hivi. Bonge la body. Sielewa. Sio, unanielewa vizuri. Nakuelewa. Alafu nikimwangalia mchizi bonge la mbavu babu. Niko na mimi na kimbamba uchangu hiki. Sijapigwa ngumi za kipumbavu. Nikarudi mkono. Niko na mambo yote niliyofanya nimempeleka kwa bi mkubwa pale. Yaani nimeshakutana afu matukio ya kufanania shakutana nao sana. Hivyo. Kuna mmoja nilimkuta kwenye V8 kabisa hivi kapoa. Yaani kuna matukio yao nishakutana nao sana babangu. So kitu gani ambacho unahofia zaidi kwenye mahusiano kwako? Siofi. Kwa sababu mahusiano ni vile ambao nyinyi wenyewe mnaoingia kwenye mahusiano mnaenda kuyaweka. Okay. Hapaswi kukaa kwenye namna ambao ni kama mateso. Sasa hivi najitahidi sana mimi kumpenda mtu. Okay. Sitaki mimi nipendwe. Yaani nikipendwa kuna namna kuna vitu vinakuwa viko sawa. Nataka mimi nimpende mtu. Nitavompenda mtu akinizingua nitatafuta namna nyingine ya kuishi. Kuliko mimi nikipendwa maana yake sitompenda huyo ambaye mimi ananipenda. Kuna kitu kimoja watu hawakifahamu. Moja ya utajiri mkubwa sana kwenye maisha ya mahusiano ni ile hali ya wewe kumpenda mtu, sio wewe kupendwa. Unajua ukipendwa tu kuna namna fulani anakela. Sio, unaelewa? Huyu msumbufu. Kwa utajiri mkubwa wa mapenzi na mahusiano
ni ile hali ya wewe hapo kumpenda mtu, sio wewe kupendwa. Yaani ukipendwa kuna namna huwezi kuyapenda mahusiano, huwezi kufeel, huwezi kuenjoy mahusiano. Ila ukimpenda mtu wewe kuna namna kwa unasikia raha wewe, yani unavompenda mtu, mtoto huyu atanitoa roho. Yani wewe mwenyewe tunaona unakuwa ataniua. With all due respect, nataka uniambie kitu kimoja. Nimekuona mara kadhaa tunakutana kwenye bodi